Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi manna alaina bi ni'matil Islam wa awjaba alaina ta'alluma ma nahtajuhu min al-ilmi wal ahkam. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulihi an-nabiyil karim Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallama wa alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Thumma amma ba'd. Mpendwa mtazamaji wa chaneli hii ya Bin Khamisi Online TV, tukiwa tunaendelea na darasa zetu mbalimbali kwa ajili ya kupeana faida. Leo uso kwa uso nimekutana na katibu wa wahadhiri mkoa wa Mbeya. Huyu si mwingine ni Ustadhi Shamte Adam Shamte. Lakini katika siku hii ya leo kuna jambo zito mno amenikumbusha. Jambo hili ni jambo la wahadhiri mashekhe wa Tanzania. Inasemekana kwamba wahadhiri wa dini ya Kiislamu nchini Tanzania pamoja na mashekhe mbalimbali na maimamu mbalimbali na makhatibu mbalimbali, wao katika bara zima la Afrika wanachukua nafasi ya kutetea imani ya Mungu mmoja wa kweli apasaye kuabudiwa na viumbe vyote dunia nzima, na Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaihi ni nabii na ni mtume aliyetumwa wa kweli kutoka kwa Allah al-Maula subhanahu wa ta'ala. Hebu tukamsikilize Ustadhi Shamte Adam Shamte juu ya jambo hili, ana nini la kusema. Twende kwa pamoja. Ustadhi Adam Shamte, wewe umenikumbusha jambo zito katika siku ya leo. Ukaniambia Tanzania inaongoza kwa wahadhiri mashekhe ambao wanautetea Uislamu na kukataa kwamba Yesu bimaana Isa bin Maryam sio Mungu na wala si mtoto wa Mungu. Je, katika hili una lipi la kumweleza mtazamaji katika siku hii ya leo? Karibu sana. Ndugu yangu mtangazaji, msikilizaji katika chaneli hii, kwa hakika ningependa kusema dunia ina mabara 7. Tayeb. Katika mabara 7 haya kuna bara moja tu la 8 ambalo alikaliwa kiumbe chote duniani. Hilo ni bara la Atlantic. Lakini katika mabara haya 7 yaliyobaki ambayo yanakaliwa na watu duniani, nchi ambayo bara ambalo linaongoza katika harakati za dini za kumtangaza Mwenyezi Mungu mmoja na kumtangaza nabii yote asiyekuwa Mwenyezi Mungu, basi ni bara la Afrika. Na katika bara la Afrika na nchi yake ipo yake ni nchi ya Tanzania, ndiyo iliyokuwa ina wahadhiri wengi sana wanaopinga na wanaotangaza kwamba jamani, Mwenyezi Mungu ni mmoja, hakuna kiumbe chochote duniani ambacho kitaitwa Mwenyezi Mungu. Haya mambo ukiangalia katika surati Imran aya ya 10 mpaka ya 11 inasema hivi: kwa hakika wale waliokufuru mali zao hazitawafaa wala watoto wao hata kidogo kwa Mwenyezi Mungu, na hao watakuwa ni kuni za moto. Aya ya 11 inasema hivi: mwendo wa hawa makafiri wa umma wako Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni sawa na mwendo wa watu wa Firauni na wale waliokuwa kabla yao waliokadhibisha aya zetu. Kwa hivyo ukiangalia hii haya kidogo kabla sijamaliza, inamaanisha kwamba kuna watu ambao walimuuzi Mwenyezi Mungu zama za Firauni, wakamita Firauni huyu ulikuwa ni Mungu. Mwenyezi Mungu akajibu sana kupambana naye mtu huyu kwamba sio Mungu, mpaka Mwenyezi Mungu Firauni akamwangamiza kujita yeye Mungu. Leo watu hawa ndio wapo katika umati Muhammad huu sasa, wakimita Yesu ni Mungu, wakitoa binadamu wenzao kuwa ni waungu wakati sio waungu. Sasa Mwenyezi Mungu anachelea Mungu kushusha kiyama katika umati huu kwa sababu ya wahadhiri wachache walioko nchi ya Tanzania, kwa sababu ya uchache wa wahadhiri na mashehe wao kutangaza kwamba jamani, Yesu sio Mungu. Katika ulimwengu huu Mwenyezi Mungu anashindwa kushusha kiyama haraka kwa sababu kwa kauli kama alivyosema Mwenyezi Mungu, umati Muhammad
ambao Mwenyezi Mungu leo anawaambia kwamba ni umma ulio bora kwa ajili ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Leo umati huu unafanya kazi sana kumtangaza Mwenyezi Mungu mmoja, Mtume Muhammad SAW ni mtume wake, na Yesu sio Mungu. Lakini pamoja kama kuna watu ambao wako katika umati huu wamechukua mila za watu wa Firauni, wakuwaita wenzao kuwa Mungu, kama wenzetu katika Adam. Inaitwa katika Adam wenzetu kwa sababu Wakristo sisi ni ndugu zetu wa Kristo, jamaa zetu, tunakaa nyumba moja, tumepanga wote katika majumba yetu, tunashirikiana kwa mambo mbalimbali, yawe ya harusi, yawe ya misiba, tunashirikiana. Lakini wenzetu wanaamini kwamba Yesu ni Mungu, na wakati Yesu huyu sio Mungu. Sasa kwa jazi bai bado Mungu anasikiliza mambo anayofanya, kama alikuwa akisikiliza zama za Firauni. Unaona, kumwita Firauni Mungu, na leo Mungu anasikiliza ujumbe mzito kutoka kwa watu hawa. Lakini Mungu anavumilia kushusha kiyama kwa ajili ya mashehe wachache wa hadhi walioko nchi ya Tanzania kupingana nao. Jamani, Yesu sio Mungu jamani. Jamani, Mungu hadhaliwi. Jamani, Mungu hawezi kuwa mtu. Mungu hawezi kuwa kiumbe. Tunakaa nao ndugu zetu hao tunajaribu kuwalingania, wachache wanaelewa, wanabadili kuwa Waislamu, wachache wanaacha kumita Yesu Mungu, lakini bado wengi wanazidi kupinga, bado wanazidi kupetea mheshimiwa mtangazaji. Sawa sawa. Kwa uchache huu sasa ningependa ili jambo ndio kweli Tanzania linatuumiza sana. Sijui tufanyeje ili kuweza kufikisha ujumbe huu kwa wenzetu hawa, ili kazi hizi iendelea. Asante sana kusikiza mheshimiwa. Labda nikuulize swali kidogo. Naam. Kwa sababu wapo viumbe wenzetu walioumbwa na Allah tabaraka wa taala ambao wanaamini kwamba Nabii Isa bin Maryam bimaana Yesu, ama kwa lugha nyingine Jesus, kwa lugha nyingine Jezi, kwa lugha ya Kifaransa, wao hawaamini Qur'ani, na wewe umenukuu maneno kutoka ndani ya Qur'ani. Sasa nilichokuwa naomba, nataka unipe evidence, unipe ushahidi, lakini kabla ya kunipa ushahidi kwamba huyu Yesu ni nani kwa mujibu wa imani ya dini ya Kiislamu, yani mnamtambua Nabii Isa kama nani ambaye ndio Yesu, lakini pia ni kuombe umshauri yule ambaye bado mpaka leo amebaki kwenye imani hiyo ya kuamini kwamba Nabii Isa ndio Mungu mwenyewe. Mambo mawili haya ninataka umsaidie angalau mtazamaji wetu kwa niaba yangu. Bismillah. Naam, ndugu msikilizaji, katika chaneli hii ya shehe wangu hapa, ningependa leo kidogo nikupe kidogo habari. Ndio pale Mwenyezi Mungu aliposema kuhusu Bwana Isa ibn Maryam. Mwenyezi Mungu anasema, kumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema, ewe Isa, mimi nakwenda kutimizia muda wako wa kuishi, hawatakuua hao maadui, na nitakuleta kwangu, na nitakutakasa, na wale waliokufuru hawataweza kukudhuru, na nitawaweka wale waliokufuata juu ya wale waliokufuru mpaka siku ya Kiyama, kisha marejeo yenu yatakuwa kwangu. Mwenyezi Mungu hapa anatufundisha kwamba Bwana Yesu ni kiumbe. Mungu anaongea, anamwambia Isa kwamba yeye ni kiumbe ambaye Mwenyezi Mungu kamleta duniani ili afikishe ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa imani ya dini ya Kiislamu. Sasa anakuwa nani huyu Nabii Isa? Anakuwa nani? Akatumwa na Mwenyezi Mungu. Anakuwa nani? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu huyu nabii ni mtume. Maana mtu anayetumwa maana nabii. Nabii ni yule ni kiongozi katika umma ule. Kumbe ni sawa na yale maneno ya kwenye Yohana 17:3. Sawa pale aliposema katika Biblia katika Yohana. Mwenyezi Mungu anakuambia na uzima milele ndio huu. Wakujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee, Yesu Kristo uliyemtuma. Hii ni 17:3 Yohana. Na uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Maana yake ni kwamba anayetumwa kwa mujibu wa maandiko matakatifu katika Yohana 17:3 hawi Mungu bali anakuwa mtume. Anakuwa mtumishi aliyetumwa na Mungu. Na Mungu sasa. Sasa wenzetu maandiko hao wanayasoma lakini hawafanyii kazi, wanaacha. Tunakaa nao katika wajumbe wetu, tunajibu sana kufikia ujumbe huu. Bado sio hapo tu. Hata ukisoma kitabu cha Marko 16:16 Yesu akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Kwa hiyo mbinguni pale akaketi mkono wa kuume wa Mungu.
Kwa hiyo mbinguni kuna Mungu na Bwana Yesu. Kwa hiyo huyu hawezi kuwa Mungu huyu. Okay. Watu watu Waislamu. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii ya Bin Khamis Online TV, twende kwa pamoja, kisha baada ya hapo tutakuletea historia namna Uislamu ulivyoingia katika mikoa hii ya ukanda wa kati, Iringa, Mbeya, Songwe na maeneo mengine. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare channel hii iwe sehemu ya mchango wako. Wallahu waliyu tawfiqi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.